ya maombi kama hautafika, ni ngumu sana kufukuza ile vitu vimekusuguka katika maisha. Kuna eneo tunatakana tufike, na hiyo eneo hauwezi kufikishwa na mhubiri, hauwezi kufikishwa na kanisa. Ni wewe personally uamue, nitaingia kwa maombi mpaka nifike hiyo eneo. Ukae na Mungu, muongee naye masaa 9, masaa 10. Yesu wakati alikuwa anachagua wanafunzi, aliomba masaa magapi? Aliwachana na wanafunzi saa 12. Biblia inasema aliomba usiku mzima, siku hii nyingine akachagua wanafunzi 12. Kuna mahali hauwezi kufika mpaka upeane ya whole night. Wacha hii kesha tunafanyanga hapa, watu wanataka tuibe nyimbo. Ni maombi. Unapiga magoti saa 12, unasema Baba nimekuja mbele yako. By saa 3 usiku unaanza sasa kwenda ni kama rami ya maombi. Sasa hauoni hata saa ikienda. Kwanza ukiona unaomba unaangalia saa unaona dakika 30. Wewe kukauka kule umekauka. Ni Mungu tu anaweza kukusaidia. Mtu kuna mahali unafika kwa maombi haujui masaa ikienda. Unaomba unashindwa, nimeomba 3 hours. Na hapo ndipo ningeomba mufike. Mjipeane kwa maombi mpaka mchange maisha yenu. Maana you may wait for somebody to change your life, but it is only God who can change your life. Na hii maadui wamekusukuka, wengine watakuondokea tu kiomba. So let's go to 1 Timothy chapter 1. Tuone leo tuko na nini. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza, na nitasoma kuanzia mstari wa 1 mpaka verse 11 kama time itaturuhusu, na ninaomba Mungu awe pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninaongea juu ya kufunguliwa kutoka kwa mafundisho ya uongo na ibada ya miungu mingine. Kufunguliwa kutoka kwa mafundisho ya uongo. Kuna watu wanafikiria ati watu wale wanafundisha mafundisho ya uongo wanakaa uongo. Hapana, hawakai uongo, wanakaa vizuri tu. Ni watu wazuri, wengine wamesoma sana. Hata kuna mtu mmoja alikuwa anafundisha mafundisho ya uongo hapa city. Na nilipoongea na yeye, alianza na kisomo. Nikasikia zile degree yako nazo. Mpaka hapo ndipo niligundua degree haziwezi kukusaidia kwa mambo ya rohoni. Zinakusaidia kwa mambo ya hapa duniani. Vile utadili na mimea, hali ya hewa, vile utadili na mathematics na accounts, vile utadili na population growth na nini, statistics na vitu vingine kama hizo. Lakini inapoangalia pande ya roho inakwambia sioni kitu, empty, proceed, there is nothing. Ni degree. Hata wale mko na degree mnajua hivyo. Pepo haiwezi kukuja uiambie I have a masters in clinical psychology. Pepo hakuna kitu itaona. Hata ukienda na ugonjwa na ni spirit imekuingia, uende pale kwa hospitali. Wanapima hivyo, unaona inasema ya kwamba you are okay. Blood okay, kila kitu okay. Pressure okay, sukari okay. Mpaka daktari anakuambia unaweza kurudi na kwenu. Ukajua nini maana everything is okay na unashindwa hata kutembea. So it means there is a spirit. Na watu wengi ambaye hawajui mambo ya rohoni wanafikiria spirit ikikuingia lazima iwe imepewa ruhusa nyumbani. Lakini siku hizi tunajua spirits zinaweza kupewa ruhusa kwa protein unakaa. Ni kweli ama si kweli? Especially wale mnapenda gift. Angalia jirani, kila mtu amevaa nguo inametameta, ni gift, ni watu wa gift hawa. Na kuweka tu vitu kwa nywele, hiyo ni gift, wanapenda magifti. Hawa wanategwa tu hapa town. Wanapenda gift sana. Na sio hiyo naongea juu yake, naongea juu ya kufunguliwa kutoka kwa mafundisho ya uongo. 1 Timothy chapter 1 inasema, Paulo mtume wa Kristo Yesu, kwa amri ya Mungu Mwokozi wetu na Kristo Yesu taranja letu, kwa Timothy mwanangu, hasa katika imani, neema na iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana. Haleluya. Wacha niombe kwa ajili ya hiyo maneno, ndio Bwana aniongoze. Unajua nyinyi sasa ni watu wazima, wengine mko erefu kunishinda, wengine mko wazee kunishinda, wengine mmesoma kunishinda. Sasa kusimama hapa ati niwasaidie nyote na nifanye ubadilike, unafikiria ni mchezo? Kubadilisha mtu kama wewe, mtu mzima ako over 18, na wengine mko na watoto wengi kunishinda. Kukubadilisha unafikiria ni mchezo?
Lazima nikuconvince mpaka useme naona nifuate vile ng'ang'a anasema. Nakwambia ni kazi. Kuna mtu ninamaliza wana wa hapa. Anasema nitamsikiliza tena hiyo mtu. Haja badilika ni kunisikiliza again. So wakati unaona tumesimama hapa uwe unatuombea. Hapa hapana mchezo. Unaona watu wote wamanyamaza na wote wananiangalia hivi. Hata nikiwaambia angalia jirani, wanaangalia daka wananiangalia tena. Sasa hii ni maneno mazito namna gani? Tunahitaji Bwana ndio tuweze kuhubiri. Haleluya. So acha tuombe ndio Bwana awe na mimi. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, nimesoma neno la Paulo kwa Timothy na asante sana kwa sababu ya ufunuo wa leo. Nipe uongozi wa kusema mambo yale itaambatana na topic ya leo ya mafundisho ya uongo, ili watu wako waweze kusimama imara na waweze kushinda shetani. Asante Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Biblia inaita watu wale wanaleta mafundisho ya uongo umbwa mwitu, manabii wa uongo, false brethren, wadugu na wadada wa uongo. Inawaita beasts, wanyama. Those are the names given to anybody. Mtu yoyote ambaye atageuka aanze kufundisha mafundisho isiyo ya kweli anaitanishwa na animals. Na sio animals domestic. Ni animals ni wanyama ambaye tunaogopa. Wakionekana polisi lazima wakibie. Wakionekana lazima mabuduki kibiswe. And therefore mafundisho ya uongo is a critical issue, very critical. Na inahitaji watu wa Mungu wawe alert, kwa sababu mafundisho ya uongo inaweza kuingia mtu amehubiri miaka nyingi, inaweza kuingia mshirika ameokoka miaka 20, miaka 30. Mafundisho ya uongo inaweza kuingia anybody. Na kwa hivyo Paulo akaongelesha kijana ambaye alikuwa amelea anaitwa Timothy, ambaye baadaye alikuwa bishop. Na Biblia inasema aliongea kama mtume wa Kristo. Na akasema anaongea na commandment of God. Amri ya Mungu, mwokozi wetu na Kristo Yesu, taraja letu. Akasema kile tunatarajia, our hope is Jesus Christ. In fact Yesu akisema hatujui, our hope is lost. Mimi tumaini langu la afterlife ni Jesus. Na wewe tumaini lako ukiondoka dunia ni Yesu. Kwanza ukiondoka dunia wakwambia hakukunanga Yesu. Finished. This is our only hope. Amen. Maana Mungu Baba alisema anataka kutumaliza. Na alisema ya kwamba no one is good before him. Na akaongea kwenye Romans chapter 3:23 akasema all have sinned. Wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Bwana. Kwa hivyo ni kusema Mungu hana furaha na dunia. Nani alikuja kutujulisha Mungu? Yesu. Yesu ndiye anatuintroduce, anasema this is one of my sons in Nairobi, anaambia Mungu. Kwa hivyo ni kusema amani yangu na Yesu ni very very important. Tukikosana hakuna mwingine ninajua kule. Na niliwaambia hata kama your mother alienda kule, your baba alienda kule, ama your brother alienda kule, kule ukikufa hawakujangi karibu wasiambiwe warudi. Wanaenda bali sana, wanakuja kukuraki wakisikia umeingia. Ndio wanakuja watu wanakuambia, "Wa brother." Lakini kukuja mpakani, hatuwezi. Hata mimi nikiondoka mbele yenu siwezi kukaa kwa mpaka, hata washirika wanakuja. Na ukiambiwa urudi, kuna washirika wanakuita pande ile wanasema wanakujua mlifanya dhambi na wao. So vizuri ni unaenda kilomita milioni 2 na huku. Sasa ukisikia wameingia ndio unajua unarudi kama ndege tu haraka. So ni kusema kule mbinguni hakuna mtu mwingine unajua, only Jesus. Kama hamukujuana vizuri hapa, you will be stranded. Kule tunaenda haujui watu, you only know Jesus. Na yeye anasemekana utamjua kwa nini? Kwa alama ambazo zimewekwa kwa mikono. Ukifika tu unaulizwa unajua nani huko? Najuana na Yesu Kristo mwana wa Mungu, nikiwa duniani nilimwamini, nilifuata agano yake, nilikubaliana na yeye. Na unaulizwa utamjuaje? Namjua kwa alama, akikuja nitamjua. Huyo akikwambia njoo ninakujua, mbinguni yote inakujua. Akikwambia enda sikujui, that is the end. Na nasikianga kuna demons zinatufuata.
especially sikiona ni kama utafanya dhambi, zinafuata mtu sana, inaweza kufuata hata 10 years. Hizo ndizo zinangojeanga mtu akikufa. Zinakwambia rafiki, at last umetoka kwa mwili, sasa umeniona, tumeona na face to face. Naye unaiangalia mikono, unaona ni straight, haina kitu. Unaiambia I resist you devil. Pale watu wakikufa, shaitani anakuanga hapa. It is appointed unto men once to die. Ukisha kufa, judgment kusema you face the devil and God. Hiyo sasa ndio inafanya tukuje kwa kanisa, ndio inafanya tuabudu, ndio inafanya tuachane na dhambi. Hatuachi dhambi kwa sababu mtaona tukifanya dhambi. Tunawacha kwa sababu after death is judgment. Na judgment unaenda peke yako. Hakuna mtu atakutetea. Watu wale wanakujua umebawasha duniani wakiobolesa. La, maneno ni mengi. So akasema, ninaandikia Timothy verse 2, mwanangu katika imani. Kwa hivyo katika imani tunaweza kuzaa watoto. Mtu yoyote ambaye amekulia chini yangu, naweza kusema ni mtoto wangu katika imani, lakini si mtoto wangu wa kuzaa. Ni katika imani zitokaso kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Verse 3 anasema, mstari wa 3 unasema important ya church doctrine. Umuhimu wa mafundisho, kama vile nilivyokusihi ukae Efeso nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili uwakataze wengine wasifundishe elimu nyingine. So anaambia Timothy vizuri, wakati nilikuwa nasafiri, si unaona nilikuacha Efeso town, nikakataa twende na mission. Nilikuacha kwa nini? Ukataze watu wasifundishe mafundisho mengine. Kwa hivyo tunaweza kufanya kazi kubwa sana ya makanisa, ya revival, ya mikutano, alafu tuharibiwe na mtu mmoja anayejulikana na ameanza kufundisha mafundisho isiyo ya kweli. Na mafundisho ya uongo huwa inaingilia mahali padogo tu. Ikipata mwanya, unaanza kuona Biblia na njia nyingine. Unaanza kuona neno la Bwana na njia nyingine. Inaanzanga tu kidogo, inaingia. Hivi tunafanya si vizuri. Hatutafanya hivi. Inaingia. Niliona mtu mmoja aliingiza mafundisho ya uongo kwa kusema tu jambo moja. Akasema hizi harusi tunafanya na neti, hatufai kufanya. Kufanya harusi bila neti, maana watu ni watu, tunawashikanisha. Hata Saturday, nani alisema ni Saturday? Tukidhani ni improvement analete. Alileta vitu na vitu. Mpaka nikamuuliza, kwani ulikuwa na maneno nyingi hivi? Sisi watu wale wametoka hapa Kikuyuni, tuliambiwa mambo ya kushija busi. Na watu wengi walikubali, hata wahubiri walishija busi. Na tuliambiwa kwamba kama haujashija busi, wewe si mwanaume. Hata wengine walienda kutafuta bibi harusi, wakaambiwa sisi hatuwezi kupatia msichana watu ambaye ni vijana. Wakasema mtu atafanyaje na sisi ni wanaume wako na ndefu? Wakaambiwa ndefu ni busi. So tukatoa. Busi zikatolewa. Tukafikiria hapo ni mwisho, kubwa ilikuwa entry point. Tulikaa wakatuambia kwamba sasa tunataka ujue ya kwamba ndio uwe mtu kamilifu, lazima uongee na wazee wa Kikuyuni wa zamani, wale walikufa kuanzia 1900 kwenda mbele. Ndio tulijua haya. Kwa hivyo ilikuwa mlango. Busi ni mlango. Uko mbele ni kuongea na vitu vinaitwa vililala, ancestors. Ndio tulikibia bio mpaka wazee wengine walikuwa na shija hizo busi, lakini wameokoka. Ikabidi tuambie watoke, wawache. Kwa sababu tulikuwa tunafikiria ni busi tu, ukimaliza unaenda nyumbani. Tukaambiwa kuna vitu vinaitwa nini? Ancestors, gomi ancestors. Tuongee nazo. Ndio tulijua kumeharibika. So mafundisho ambayo sio ya kweli inaanzanga tu na kitu kidogo ambaye ni genuine. Unaona kabisa hii ni genuine. Hii kufanya ni natural. Hii haita interfere na wokovu. Lakini baadaye ndio unakuja kugundua imeinterfere na wokovu wakati unaingia kwenye deeper revelations za huyo mtu. Ndio unakuta kuna mashaitani. Ndio unakuta kuna vile anaomba. Hata mtu mwingine niliona alianza tu kidogo akasema anasikia maombi ya kanisa haitoshi, tunahitaji tuombe vizuri. Tukifikiria amejua, tukakuta ameomba mpaka sasa anaomba na kado. Moja kubwa inaitwa Mungu Baba, nyingine inaitwa
Mwana. Na ingine ya white Roho Mtakatifu. Zikiashikishwa wanasema baba ameanza. Na ni kiberiti imeakisha hizi karwata hazimi ziwezi kuelewa. Hawezi kuelewa. Sasa ukirudi kufikiria alikuwa right, unakuta ameharibika, akakaa akasema ya kwamba Bwana amemwambia ni kina mama ndio wanapakanga mtu ushafu, kwa hivyo waondokee. Hey, ndio tulikuja kujua haya. Haikuwa Mungu Baba na Mwana na Roho, wanawake wameingizwa. Amekaa. Anasema ya kwamba Bwana amemwambia wanaume wajitenge na wanawake. Sasa ninaona ndugu amejitenga na mkewe 6 months. Paka wa mama wanatuuliza, kwani ni Mungu tu mnafuata? Sisi kwa kuandika tunaambia ni Mungu tu tunafuata. Nasaambia mzee haja kuja nyumbani miezi 6. Ni Mungu anatafuta 6 months. Paka mtu mmoja mbaya alisema, kwani huyu Mungu anametupotelea kwa nyasi miezi 6 ndugu zangu, amuje muona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kulingana na verse 3 nasema kama vile nilivyokusii ukae Efeso, nikisafiri kwenda Makedonia ili wakatase watu wasifundishe elimu nyingine. Kwa sababu ya hii mwili kushoka na kusikia mahubiri ya aina moja, unaweza kudanganyika usikilize mahubiri mengine kwa sababu ya tamaa ya mwili. Na hapo ndipo mtu anategwa. Unakuwa na ukionekana wewe ni mtu genuine, alafu ushike mahubiri ya uongo, lazima wakuue haraka iwezekanavyo. Maana aim ya shetani ni kwamba ashukue watu wote aende nao. Na kwa hivyo wakati Mkristo mzuri anashika mafundisho ya uongo, tunaona amebadilika, amechange, ameanza kuchange hata nywele. Sasa hakati nywele inamea hivi, anasema ati nywele haitakikani iguswe, ni ya Mungu, ati ni Mungu aliweka hapa, kwa hivyo inatakana ikue kama forest. Hiyo maneno si mazuri. Unakaa unasikia anasema kwake shai hatuwezi kukunywa sukari. Tunakaa unasikia akisema Bwana ameniambia mafuta tuondoe hapa kwa nyumba. Mama anaanza kuchemusha chakula. Vitu vinachemushwa. Maana kaa unasikia wakisema sasa lazima ubebe chumvi kwa mfuko. Mimi wakati nilikuja hapa kuhubiri Nairobi nilikuta wanawake karibu wote wako na chumvi kwa kibeti. Chumvi ya kanisa. Mtu akikuja kwa kanisa, nilikuwa naona wanawake wengi wakikuja kwa kanisa, unaona anafanya hivi kwa kiti alafu anakalia. Maana waliambiwa viti vinaweza kuharibiwa alafu ukalie hapo, destiny yako ichukuliwe. Dawa chumvi, covenant of salt wakasomewa. Hawajui ni uongo, maana covenant of salt ni Old Testament. New Testament haina hiyo covenant. Lakini sasa walishukua hiyo kama is reality. Sasa unaona wadada wanafanya hivi salt kidogo. Ukiwaambia uwasalimie, unaona wameingiza mkono kwa kibeti, wanajipaka kashumvi kadogo. Ndio katikati ya mikono yenu kuna chumvi. Alafu nilikuta wakati washirika walikuwa nakunywa mafuta ya olive oil. Naona ndugu tukikaa unaona amefanya olive oil hivi, mpaka nilikuwa nauliza mtu mwingine, na sasa utakaaje? Si tumbo itaharibika tu. Akaniambia hiyo kuharibika tumbo ni kuondoa shaitani. Sasa nikaona kweli ni kubaya. So ilibidi mimi hata sikutumia mafuta. Nilifanya anointing services bila mafuta, bila anything. Ndio waona niko na still wengine walitafuta makosa ya mikono wakasema, nguvu haiwezi kutembea kama hauna kitu. Nilikuwa nafaka kitu kingine hapa kwa mkono. Kasheini. Na hakuna mtu afanyagi kasheini kwa mkono. Nilikuwa na ndio siku hizi sifai kitu. Nilikuwa nafaka kasheini hapa. Na sasa ukihubiri siku natokea watu wanakaona na sio saa kama hii. Nikasheini kako kwa mkono. Hiyo kasheini kalikuwa kameretwa na missionary kutoka na huko Korea. Walikuwa wameleta kwa sababu ya mobile phone. Ni anti-radiation. Kwa sababu tulikuwa tunahubiri, kwa sababu nyote mko na simu na majority ya simu hizo ziko on, radiation inakuja hapa. Yule amesimama juu yenu ndiye anasikia radiation. Wale wengine hawasikii. Sasa tukaambiwa anti-radiation. Unafaa hapa. Zile stories zilitokea haujawahi kusikia. Kuna mtu mmoja alisema nimegundua siri ya hii mtu.
kuna kashuma wako naye kwa mkono. Na hata kangi kaonekana, maana kalikuwa kanatokea nasikia kananiweka baridi na karudisha. Kumbe niko under observation. Umeona amerudisha. Narudisha hivi. Alafu anambengojea kidogo uone. Nikisema haleluya kanatokea. Unaona amerudisha tena. Paka wakafanya nisifai hizo anti-radiation. Na sinasaidia mtu asishike radiation ya simu. Lakini sasa utafaaje na itasemekana ndio inaleta power. So hata nilikuwa na shida kama Mungu anaweza kukubali nihubiri bila shati. Na power ikuje ndio aone hakuna mahali pako na kitu. Nihubiri kama vile Yesu alisulubiwa. Akiwa hana shati. Ni vile Bwana hawezi kukubali mambo haya, lakini ningefanya hivyo. Ama niwaita mahali wanaume tupu nitoe zote, tutakase injili. Waone Mungu anaweza Lakini sasa ufanyaje? Watu wana hang on to something literal kuleta mafundisho isiyo ya kweli. Sasa mstari wa 4 unatuambia ya kwamba mafundisho ya uongo huwa inakuja kwa sababu ya sisi kupenda mastori. Hata sisi kupenda nini? Ya, na watu wa siku hizi mnapenda mastori sana. Long doctrine can come through love of stories. Especially kama unapenda kusikiza watu wanakuambia, "Wewe, ile kitu yangu ilikuwa imepotea, imerudi. Ulifanyaje?" Hiyo ni siri yangu. Unamfuata. Then you'll be taught wrong doctrine. Wala wasiangalie hadithi. Biblia inasema hivyo. Tujishunge na hadithi. Kwa sababu hadithi zinafanya mafundisho ya uongo. Na samba, sisiso na ukomo. Ziletazo maswali. Wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani. Basi ufanya hivyo. Kwa hivyo mstari wa 4 unatuonyesha mafundisho ya uongo huwa inakuja kwa kusikiliza hadithi. Biblia inasema kuineko hadithi za wamama wazee. Hadithi za watu ambao waliwashana na roho, sasa wako na hadithi nyingi. Especially wale wanakuambia, ndugu yangu, nimekaa kwa kanisa nimejionea mambo. Jihadhari asije akakuingiza kwa hadithi. Uanze kuomba sala ya Bwana mara 70. Baba yetu aliye mbinguni, mfalme wako uje Bwana. Baba yetu yani mpaka unashindwa sasa imeandikwa wapi hiyo? Unasikia mtu akisema, "We, jana nimeomba sala ya Bwana 71 times." Mwingine anamwambia mimi nimefikisha 60 hata. Yani inakuwa ni kama ni hadithi. Alafu ya pili ni genealogy. Mimi nimezaliwa kwanza mtu kisikia akisema sisi wa Masai, sisi wa Kikuyu tuna suspect sisi ni Wayahudi. Why? Inakuwa kali. Baka unasema na kweli ukiangalia watu wengi wameokoka hapa wanakaa kama Wayahudi. Please wachaneni na hii maneno. Wayahudi walimsulubisha nani? Alafu unataka kuwa join wakusulubishe. So itanishwa na Bwana Yesu. Tosheka na hiyo. Wachana kuitanishwa na watu duniani tena. Bwana asifiwe. So genealogy, mimi nimeitanishwa na fulani. Mimi unajua niko na connection na anybody here. Hata kama wewe hauna connection. Yani generation yako ikitafutwa itaishia kwa mwanamke maid. Please, you are okay if you trust Jesus. Si kuna watu kwa Biblia walizaliwa na maid. Na wametusaidia sana. Ukitafuta genealogy ya Yesu, ufuate Yesu alizaliwa na nani? Si kuna mahali inafika Rahabu. Rahabu alikuwa nani? Kahaba. Kwa hivyo Yesu ukiangalia line yake kuna na diposa nafikiria wakati alikuja kahaba mwingine alikuwa anamuosha miguu na hana wasiwasi. Leo mkisikia hapa Nairobi kuna kahaba aliniosha na akanipaka mafuta. Ni wangapi wangekubali niwawekele mkono sandi? Aliosha na kahaba we. Hata niguza na hiyo mikono yake. Lakini Yesu alikuwa genealogy yake ilikuwa na kahaba, Rahab. Nani mwingine mbaya alikuwa kwa genealogy ya Yesu? Ni Ruth. Ruth wa Boaz. Pale Obedi, Jesse. Ruth iko hapo. Na Ruth was a Moabite. Who is a Moabite? Mtoto amezaliwa na close relatives. Moabu ni mtu amezaliwa na baba na msichana wake.
Mimi nikitoa hiyo ushuhuda hapa mtakubaliana na mimi tena. Niwaambie wadugu na wadada, hata mkiniona hapa na hubiri. My grandmother alikuwa amezaliwa na dadi yake na dota yake. Utasikia watu wakisema na nilikuwa nafikiria ni Mungu amemuita. Please wacha nikuambie. Ukifuata Yesu vile alikuja, kuna momoa bite somewhere. Na Bwana bado Yesu ni Bwana. Nafikiria ndio Mungu alifanya apitie kwenye wanawake hawa questionable. Ndio akisema ameokoa kahaba, wakahaba wanajua na kweli ametuokoa. Ndio wenye dhambi wakisikia ameokoa, ni kweli ameokoa. Nani mwingine alikuwa kwa Yesu ambaye si mtu mzuri? Bwana Yesu asifiwe. Kuna Judas, kuna Fares, kuna wengi. Kuna Juda, yule wa zamani. Watu wengi wako hapo sio wazuri vile. Ni watu walikuwa wanapenda cash sana. Na walikuwa laini ya Yesu. Wangejua hawangecheza na cash. Hata wakati walikuwa wanauza Joseph. Mtu mmoja kati ya hawa ambao wako laini ya Yesu ndiye alisema cash. Hii kijana tutakula pesa. Wakauza ndugu yao. Na unakumbuka Juda. Juda kule mbele alikuwa mtu wa hasira. Kuna siku aliua mtu kwa sababu ya kule sister yao. Hizo vitu zote ziko kwa laini ya Yesu. Na ndio unaona akisema anatuhurumia. He is talking the truth. He is able to know our weaknesses. Kwa sababu akiwa ndani ya Hawa, alikuwa bego yake ilikuwa bego ya Mesia ilikuwa ndani ya Hawa ikikuja mpaka ifike kwa Mariamu, mama wa Yesu amuzae. Na kwa hivyo Biblia inasema tukifuata ati nani better than none, na tutaingiza mafundisho ya uongo. Mstari wa 5 unasema, na inasoma kitabu cha Timothy wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5, walakini ni mwisho wa agizo hilo. The end of the commandment is love. Upendo utokao kwa moyo safi na dhamiri njema. Upendo ule tuko nao kanisani sometimes ni questionable. Biblia inasema upendo ule mzuri ni ule ambao unatokana na nini? Na moyo safi na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki. Mambo matatu. Love should be tested in 3 ways. 1, ijaribiwe kama imetokana na moyo safi. Kuna watu wanakuambia na wanakupenda, lakini ni kitu kingine wanataka. Kwanza hii Nairobi ukiambia mdada ninakupenda, hata sheka tena. Maana hajui kama ni kumsacrifice, unataka kumsacrifice ama unataka kuiba kwake. Kuna dada niliambia, unaona hiyo kijana anasema anakupenda. Akaniambia anaweza kuwa mwizi. Maana kuna mwingine aliambia mtu ninakupenda, ningependa kutembea kwako, wakatembea. Halafu aliiba vitu yote. Wakati alienda kazini, alikuta hakuna kitu kwa nyumba. Na ilianza na I love you. Sasa leo upendo haina dhamani, hata ukiambia mtu unampenda na kwa ni sawa. Lakini upendo unapimwa na njia 3. Unapimwa number 1 na moyo safi. Ninakupenda lakini hakuna kitu nataka kwako. That's number 1. Leo ukisikia mtu anakuambia pastor ninakupenda, ni maombi anataka. Ama mnasemaje? Mwingine akikwambia kwamba ninakupenda, anataka kukukopa. Kuna mwingine aliniambia mahubiri yangu inamkata kama kanyoi. Anasikia kikatakatwa hivi. Na akaniambia, na ukisikia ninakatakatwa, Mungu amekusaidia sana. Alinisifu kama 15 minutes. Mpaka nikamwambia tukunywe chai mahali tulikuwa. Kamununulia chai. Alitoka kwangu na kunikopa 15,000. Kwa hivyo hiyo sifa yote kuniambia mimi ni kanyoi. Ananipenda. Na mimi nakunywa yote nafikiria ni genuine. Kumbe nakunywa sumu. Na hiyo ndio upendo tuko naye hata kwa family. Paka ukiambia mtoto wako nakupenda, unaona ako confused. Maana hashiki piwa rafa haipeani siku hizi. Ukiona mtu anakuambia nakupenda, anataka kukutuma mahali.
Kwambia alinikopa pesa. Nilikuja kugundua kumbe hii alafu nilikuwa naonyeshwa hivi ilikuwa ya kunikopa 15,000. Siagithiri oguo ndi ndacokerio. Sijarudishiwa hiyo pesa mpaka leo. Mungu ataniitishia. Sasa utasemaje? Bwana Yesu asifiwe. So upendo unatakana utoke kwa moyo safi, dhamiri safi, upendo ambaye dhamiri ni pure. Na ya tatu, imani ambaye haina hypocrisy, imani ya kujifanya. Nasema kwa Kiingereza, if somebody is following the right commandment, he will, number 1, practice love. Practicing love ni kusema ukifundishwa mafundisho ya kweli, hawezi kuombea mtu akufe. Njia moja ya kujua watu wameshika barabara ya kwenda kwa mafundisho ya uongo ni kuombeana watu akufe. Naombea fulani arazwe hospitali. Ukiambia mtu hello, umesikia fulani wamepata ajali. Tulikuwa tuna expect. Is that church or the world or demons or what? Mlikuwa mna expect accident ya mtu. Niliambia watu, nimeambiwa watu wengine nikawaambia, nimeambiwa kuna dada wetu hapa kwa kanisa amelazwa hapa hospitali amefujika mguu. Wakaniambia hata akitoka atafujika hiyo ingine. Nikashindwa ni manabii na dilo naye ama ni mashaitani. Ni mafundisho ya uongo. When you have wrong doctrine, you pray for bad things to happen in the church. Hata kama wewe ni mshirika wa hapa, lakini kuna mtu utaombea hapa apate shida. Kuna mtu utaombea, hata wengine waliombea pastor wetu. Mke wake afanye nini? Amwashe. Na sio wabashane wa divorce, apumzike. Rest in peace. Tunaomba akufe. Na wale wengine tule ambaye ni tu militant, tunamwambia fulani kufa. Na saa hiyo ako kwake kwa nyumba amerelax. Kufa. Alafu sande tuko hapa. Aenolewe Mungu. Unaona kama shetani akisema Mungu kweli hii kanisa ni lako ama ni langu? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikuja akaniambia I want to confess. Nikamwambia confess nini? Akaniambia nataka ni confess tumekuombea maombi mabaya sana kwa prayer center. Hao watu walienda kuniombea kwa prayer center. Wakakanyanga Biblia kuharibu makaratasi for nothing. Halafu wanasema nganga dai. Sasa na vile kuna nganga nyingi zingine pengine zilikufa. Na watu hao wako hapa Sunday. Tunainua jina la Yesu, tunainua jina la Yesu. Paka shetani anakuwa confused. Hii watu ni wa Mungu ama ni wangu? Ama wako middle ground? So, love ya kweli haiombei watu wafe. Haiombei watu wawe na uchungu. Na matangazo mengine inatangazwa kanisani. Ate Bwana asifiwe. Ningetaka niwaambie kwamba muache kucheza na madhabahu. Kuna mama aliongea maneno yangu hapa. Na tulimuzika last week. Unaona wadada watu wamerudi inchi kama bili chini. Kwa sababu tukiongea ukweli, hauwezi kumaliza 1 month bila kuongea. Unaweza kumaliza? Si hata wengine mko addicted. Si mtaongea baada hii baada. Biblia inasema usilaani watu wengine maana na wewe umefanya nini? Umewalaani. So it means people talk. Sasa hiyo maneno kama hayo sio maneno ya injili ya kweli. When people are in the world they must talk. Na Yesu aliuliza, watu husema mimi ni nani? Si kweli? Maana alijua watu wana discuss. Akauliza who do men say that I am? Akasikia vile wamekosea. Wengine wakasema ni Yeremia. Kama wewe ndiye ungekuwa mwana wa Mungu, unaitwa Yeremia, si unakwasika? Yaani wanasemaga mimi ni Yeremia. Wakasema hata kuna mmoja alisema ukisimama hivi ukiongea macho kabisa ameona ni ya Yeremia. Mistaken identity. Na Yesu hakukasirika. Wengine hapa jaribu uite Jane Mary. Naona anafura kabisa. Unajua Mary ni nani? But Jesus had a problem of mistaken identity. Instead of calling him son of God, walikuwa wanasema Jeremia.
We, umewahi kuitwa jina la your brother, ukasikia vile mtu anasikianga ushugu na ni ushugu ambaye ni nothing. Na Yesu hata kuna msichana niliona nikamwambia, wewe kuja hapa Jane. Alikuwa na smile kwa kuniona, aliwasha ghafla. Kaambia mimi ni Tabitha. Nikamuuliza usijali, si Jane ni asisi. Unatakana utuangalie vizuri ujuange Jane ni nani. Mistaken identity Yesu aliface hapa vizuri. Aliambiwa Jeremia, akaambiwa nani mwingine? Okay, sisemi ati ukienda wakati uko nyumbani na mke wako unamuita Alice na ni Mary. Sasa hiyo ni shida yenu. Hiyo sio mistaken identity. Utamwambia Alice ni nani? Shauri yako. Usifikirie ni hiyo naongea juu yake. Hiyo ukikosea lazima uhakishe taa. Umwambie mama Alice ni nani vizuri na probably ampigie simu. Long doctrine it does not become happy when members suffer. Imagine member wetu wa kanisa hapa anapata shida na sisi tunafurahi. Unasikia ati alikatwa mguu. Unasikia watu wakisema thank you Jesus. Hata hiyo ingine ikatwe. What is that now? Hiyo ni kusema ya kwamba kanisa limeingizwa mafundisho ya uongo bila kujua. Bila kujua. Hata watu wale unaona wako kwa kanisa na ni kichwa gumu. Wamekuja hapa ndio tuwafanye soft. Sasa unataka wakafanywe kwa hoteli soft ama Kenyatta? Si ni kanisani? Hiyo watu unaona hapa unaona kama ni wabaya. They are in the right place. Hapa ndipo mtu anatengenezwa. Wakati mnaona nikisema nguvu ya Mungu ishuke, inashukanga juu ya wote? Hapana. Maana kuna watu ambaye Mungu amelenga kutengeneza kwa ibada kama hii. It's not all of us. Lakini sisi tunataka watu perfect. Kwanza ukionekana kwa choir, you should be perfect. Kwa pastoral, you should be perfect. Lakini love covers a multitude of sins. Upendo unafunika makosa nyingi ambayo tuko naye. Na ukitaka kujua kanisa linafundisha mafundisho ya ukweli, ni upendo. Kuna makanisa ambayo ukienda, wakisikia wewe si wa kanisa hii, hautasungumuziwa tena. Wanakaa ni kama wewe ni mnyama. Na ndio mnaona mimi nafanyanga bidii sana hapa. Mnaona hapa nilifanya conference, nikaleta kwaya za makanisa yote ya Nairobi. Nilileta kwaya huyu pastor, apostle yuko hapa neighbor wangu. Apostle yule mwingine yuko pale, Apostle Subi, kwaya yake ilikuwa hapa. Apostle Nyatuka kule alikuwa kwaya yake hapa na wengine. Hata mimi na I look forward to siku ile daktari ndo akiwa bishop ya watu hawa vizuri ataleta kwaya zote hapa ziwe zinatuimbia a whole week. Kwaya ya kanisa hii, kwaya ya kanisa hii. Kwa sababu sasa biguni usifikirie ati ni ya watu wachache. Na biguni qualification ni LOVE. Love. Hallelujah. Sio ujuaji. Kwanza wa malaika wakijua uko na kiberebere, hautaingia. Uko waangalii kiberebere ati na kujua mambo mengi ati I know sister so and so who married her, I know brother so. Hiyo kiberebere yako itafanya uambiwe wewe rudi, unajua mambo mengi sana. Na ati Bwana Yesu anaweza kukusaidia. Kanisa yetu najua karibu kila intercessor. Wewe usitake kujua mambo ya hii watu. Hata Biblia inasema wakati nilikuja kwenu sikutaka kujua mambo ya kwenu isipokuwa Kristo na kusurubishwa. Na watu wakoya hawafuatangi hiyo. Mnashiba shiba watu kitu gani? Uliza jirani, unanishiba nini? Kushida hapo mimi ni kama shaba. Ati hii miguu yako ni original. Wewe washa na miguu. Ati na hii nywele yako. Bwana Yesu asifiwe. Si hata mimi mnaonanga na kuanga na mashida mengi hapa. Kuna watu wananiita nganga waneno. Na kuna watu wanaita nganga waneno mimi. Do you have a problem? Hapana. Lazima uwe balanced in life. Ujue ya kwamba hata watu wakikosa kukujua, yule muhimu kukujua ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na huyo hawezi kufanya mistaken identity. You can't mistake. Sisi tunaweza kumistake. Hata mimi kuna washirika hapa nime mistake because I'm a human being. Lakini Yesu hawezi.
Hawezi kumistake wewe na your brother, wewe na your sister, hapana. Amen. Yes. Sasa tuendelee. If someone is following the right commandment, they will practice love. Number 2, out of a pure heart. Upende watu bila kupretend. Kuna watu wanapretend wanakupenda na wanakuonyesha meno yote na ni uongo. Ukiondoka anasema ngomeo. Hiyo shaitani. Baka Kikuyu wakatoa methali. Unasemaje? Kuchekeshwa. Wale ambao sio wa Kikuyu, hiyo ni kusema ya kwamba ukiona mtu anakuchekesha sana, pengine ni kuona vile umeingia box yake, si kupendwa anakupenda. Ameona vile atakufanya. Kuchekeshwa si kupendwa. Lakini kanisani iwe kuchekeshwa ni Yes. Ndio mnaonanga kila wakati nikisimama hapa nasema salimia jirani, salimia neighbor, salimia huyu. Why do I do these things? Ninafanya mambo haya ndio practice love. Practice love. Upende watu wale tutakaa nao mbinguni siku zote. Na ni hawa. Haya, sasa number 3, good conscience. Upende watu na good, sasa verse 4, tuende kwa hiyo mstari mwingine. Number 4, unfeigned faith. Yani ni imani ambaye sio ya kujifanya. Usifanye uko na imani na hauna. Verse 6 inatuambia wengine wakiyakosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili. Verse 6 kwa Kiingereza inasema swerve. Swerve ni wakati gari inaenda straight, ghafla iangalie hivi. Kuna kitu cha kuogopia kama hicho. Mimi nilikuwa napenda kutembea na wahubiri kutoka wakati wa zamani. Sasa nimeona wahubiri wote wa African Union Church, all those senior men of God, wale walikuwa nakuja kwetu. Nikaona wanaingia gari na inaenda pande ya kwetu. Wakaniambia, wewe kijana, kwa sababu unaonekana utakuwa mhubiri wewe kama sisi, ingia tuende na wewe. So nikiwa kijana peke yangu na wahubiri wengi, tumeenda na gari kwa barabara. Ghafla nimeona gari imefanya hivi, tumeangalia ukuta na tuko kwa speed. Yule mzee alikuwa pale mbele ambaye tulikuwa tunamuita Fuana. Huyo ndiye alikuwa the head. Nikaona ameangalia dereva. Dereva ni kijana. Akamuuliza, kwani umeenda wapi? Hata hakujibiwa. Tuligonga ukuta. Tukaenda hivi. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuruka nje. Sasa wao walikuwa wanauliza, kuna mtu ameumia? Wengine wanasema mguu. Nikawaambia, please kaeni hapa niende nikibia nitafute gari nyingine. Nilikibia kilomita 4 mpaka kwa Mayaniko. Nikamwambia Mayaniko, kunja wahubiri wote wameanguka na gari. Tukatoka bio tukaenda tukawashukua tukaleta huko nyumbani, wakapikiwa chakula. Na hapo ndipo walinibariki hao wazee wa nywele nyeupe. Wakanibariki wakasema, hiyo kazi umefanya, wewe utafanya kazi ya Mungu. Na nimefanya. Bwana asifiwe. Love ilifanya nibarikiwe. Kama ni mtu mwingine uambiwe kibiri, tutafanya nini? Ningesema si wanajua vile, wakikuja si walijua vile wataenda. Lakini nilienda bio, nilienda mpaka watu walikuwa wananiambia, "Wewe unaenda wapi?" Naambia naenda kutafuta gari. Na lakini nikakuta Mayani kwako nyumbani, amepumzika, sijui kwa nini hakuwa ameenda kwa kanisa. Nikamwambia washugaji wote tulikuwa nao kanisani, tumeangushwa na gari ya fulani. Tulitoka bio. Bila kujua ati hao wataniita, kila mtu alikuwa ananiita. Akamwana kaka kuja. Wote wanaguza kichwa. Wote wananiguza kichwa. Si kuguzwa kichwa ati kwa sababu nilikuwa kijana mrembo ama kijana mfupi ama kijana amesoma. I showed those people love. Ukitaka Nairobi watu usitafute watu wakubariki kutoka mbinguni. Watu wakukubariki wako within this city of Nairobi. Lakini hawawezi kukubariki maana na wewe hawaonyeshi upendo. Unawaangalia vibaya. Mara hautaki kuwasalimia. But if you love people, they will bless you. Amen. Mimi mara yangu ya kwanza kutemewa mate na my dad, kwa sababu tulikuwa tumekosana sana kwa sababu ya kunisomesha. Alafu wakati nimemaliza kisomo nikapata kazi mzuri sana hapa. Alikuwa ananiita kwa wazee, anawaambia, "Waambie ile kazi unafanya Nairobi." Naambia wazee wa kijiji nafanya kazi Nairobi hapa na hapa na hapa. Alafu ananiambia, "Na hii kishuma umenunua ni pikipiki." Pikipiki ilikuwa moja tu ya kwangu. Hakuna pikipiki nyingine kijiji, ni yangu. Wananiuliza, "Sionyeshe vijana wetu vile watapata hii kishuma."
Ninawaambia sasa ni kazi na waje alikwa kazi. Ndio upate hii shuma. Alafu wazee ninawabeba. Nabeba mzee mmoja mpaka pale na mrudisha. Mwingine anakalia. Wasikia fikifiki inakuanga namna gani. Siku hizo tukua tumeona ingine, hata mimi nilikuwa ya kwanza kuona. Na nilipata kwa sababu ya ile kazi nilikuwa ninafanya. Sasa nimekuja hapa Nairobi. Nimeomba sana. Namwambia Bwana sasa, nataka unifungulie milango. Hii kazi niifanye mpaka tufanye Uganda na Tanzania. Usiku huo ndio Bwana alinikujia. Nikaenda kwa ofisi yetu. Manager akaniambia, wewe you are our favorite. Na sisi hatuongeangi na maneno. Akaniambia sisi tunaongeanga na matendo. Akaniambia matendo ni hii. Umenunuliwa gari mpya ya Toyota Corolla hapa Toyota Kenya. Akanionyesha kadi. Hii kadi utaenda tu peane hapo, utatoka na gari. Paka natetemeka maana gari. Na ndio naendesha pikipiki. Na akaniambia hiyo gari haijakaliwa na mwanaume mwingine, ni wewe wa kwanza. Akaniambia number 2. Aliona vile nimefurahi mpaka nikasimama. Akaniambia kashi. Number 2. Umepatiwa na kampuni nyumba hapa Gigiri. Gigiri ndio walikuwa wamejenga hizo nyumba mpya. Wakaniambia nyumba sijui number 7 ni yangu. Kifungo yake hapo. Akaniambia kampuni ikikufanyia hivyo, si lazima wewe utafanya twende East Africa. Nikamwambia tegemea mimi. Tutaingia Uganda, tutaingia Tanzania. Tulisalimiana hapa mpaka akaniambia, do you know you are my brother? Na mimi si brother yake. Ni kazi. Unajua ukifanya kazi mzuri you look like a brother. Nimeenda usiku, nimeomba masaa yangu yale huwa ninaomba, alafu nikarara. Nimelala, nimeona nimeshukuriwa niko hewani, nimesimama nje ya town. Bwana ameniambia, unaona nini? Ninaenda kumwangalia na niambia usiniangalie, angalia kule ninakuambia uangalie. Nikaangalia, nikamwambia naona town. Akaniambia unaona manyumba? Ninaona manyumba mengi. Akaniambia hiyo manyumba yote na vitu hizo zote uache unifuate. Nikusema Toyota Corolla, nyumba ya Gigiri. Hata leo tukipita hapo Gigiri, huwa naenda pole pole na gari. Niona hizo nyumba. Maana ziko mpaka leo ziko hapo. Hizo nimepewa number 7. Sasa siku nyingine nimerudi kwa manager. Ameniambia how did you wake up? Did you have a good morning? Akaniuliza na unataka suti gapi? Tunataka uwe na suti kadhaa. Ndio nimwambia ngoja kidogo. Nimeitwa. Akaniambia umeitwa na nani? Nikamwambia na Bwana wa mbinguni ameniambia niwachana na vitu ya dunia niende nikahubiri. Na kuambia alisimama akajishika mkishwa na ni mwanaume. Akasema paka watu wakakimbia ndani. Akamwambia no problem, go. Maana mwanaume kupiga alikuwa ananiumuliza. Wagurukile tena. Ulishikwa na wazimu zamani. Paka na mimi nikaanza kufikiria ama niko mad na sijui. Unajua kuna mtu aliniambia ukigoroka hauwezi kujua. Labda uambiwa na watu wengine umeharibika kichwa mtu hajuangi. Sasa wao wakaanza kuniambia unajua ukishikwa na wazimu hauwezi kujua. Lazima watu wengine wakuambie. Na kweli nikaona na kweli. Naweza kuwa nimeharibika kichwa. Lakini nikijikuna hivi nasikia nimesikia ushungu. Na waliniambia mtu akiharibika kichwa hashikagi vizuri, sensi zote hazishikangi. Akatoa pesa nyingi akaweka kwa meza, 30,000. Hizo pesa zilikuwa nyingi. Maana mshahara wangu ilikuwa 6,000. Na mimi ndiye nilikuwa highest paid. Akaniambia sasa angalia. Pesa kama hizi utapata lini? Akatoa logbook. Matato kama hii utapata lini wewe? Nikamwambia akaniambia sasa okay nimesikia. Wanakulipa pesa ngapi? Nitakulipa times 3. Zozote wanakulipa. Takulipa mara hiyo? Mara 3. Nikamwambia nimesikia hata hawalipi. Mtu unangangana. Mzee aliniambia baadaye nikupige. Toka pole pole tu toke. Na nikaona atanipiga maana niliona macho imekuwa red. Akatoka nje.
Nikaenda kwa baba yangu nyumbani. Baba yangu amefurahi, maana huko anafaa nguo zile hazivaliwi na wazee wa kijiji. Makofia ni ile ya town nilimununulia, viatu vitu nyingi. Nyumbani nimeleta mattress. Nyumbani kwetu kulikuwa kunalaliwa hizi mattress za nguo. Mnazijua zile mattress zinaendanga nguo zinaenda pande moja usiku. Unaamuka kutengeneza. Hizo ndizo zilikuwa kwetu. Sasa mimi ndio nilileta sponge. Sasa mzee ananisifu hapo kama nini? Mwanangu amefika. Alafu namwambia kuna kitu nataka kukuambia. Nilimwambia saa 3 ya usiku. Maana siku hiyo walichelewa kulala, maana nimekuja, nyama lazima ingeletwa, tukule pamoja, tufurahi. Saa 3 ikafika. Nikamwambia mzee sasa nimeitwa. Akaniuliza umeitwa na nani? Nikamwambia nimeitwa na Mungu wa big. Mzee aliniangalia kama pisha, nikaona amechukua panga, nikajua mimi nimeisha. Kumbe hata hakuwa ananikata, alichukua panga na radio, hata hakutuambia kwa heri. Akaenda. Mama yangu akaniambia sasa kumeharibika. Ukiona behavior hiyo, kumeharibika. Mzee hakuniongelesha wiki mzima na niko hapo tu nyumbani. Baada ya wiki ndio aliniongelesha. Akaniambia ati ulisemaje? Akaniambia nikatumia pesa zangu zote kukusomesha, alafu unaniambia umeitwa. Na watu wale wameitwa ni wale mlianguka nao na gari hapa, ambaye wanakujia hapa na wapa ngozi ya kwenda kulalia, hawana chakula, na wawekea mayai ya kuku. Sasa ndio life unataka? Nikamwambia mimi nitabarikiwa, sitakuwa nashukua mayai ya watu. Akaniambia tahadhari kaigile juke, nipe dakabiri nikuje. Dakabiri. Unajua mzee akikwambia umpe dakabiri, anaenda kuchukua silaha. Vile alishomoka kwa nyumba hivyo, mimi nilikuwa tayari, nilikuwa nimeruka sengenge ya kwanza, nimengojea hapo pande ile ya sengenge. Na vile alishomoka, nilijua I was right. Tulikibisana mpaka kwa main road. Na alikuwa anatupa vitu vinapitia hapa juu ya kichwa yangu karibu sinigonge. So sasa mzee ndio anibariki. Nilifanya nini? Nilimuonyesha kitu kinaitwa RAF. I tried to speak to him. I sent my uncle. I sent our people. Nilisent my mom. Nikamwambia mom, enda uambie daddy, mimi ni Mungu ameniita. Sio mimi nakataa kazi. Ni kuitwa nimeitwa. Wanaenda wanamuongelesha, anasema sitaki hiyo kijana mnileteni, mshije mwenyewe. Lakini Bwana alinisaidia, nikaanza nikisikia ako na shida fulani, natumana tu pesa kidogo. Na kweli hiyo kazi haikuwa na pesa. Ile nguo nilikuwa nimenunua nikifanya kazi, ile nguo ilikuwa ya pesa nyingi, ndio ilibaki. Hizi zingine zote zilikwisha. Viatu vilikwisha. Nikaanza kuvaa viatu ambavyo nimeshona na uzi. Vitu ikaharibika. Mpaka nikatumaniwa na relatives, wakaniambia sasa uko na mambo mawili yamekupata, either umeharibika kichwa ama umedanganyika kanisani. Enda ukafanya kazi kama watu wale wengine. And it was very bad for me. Lakini mzee siku moja, baada ya kumuonyesha upendo mwingi, kutumania yeye, nikiona mzee wa kwetu, nasema na upelekea mzee hizi na hizi, tu vitu tu pesa kidogo kama shilingi 10, shilingi 15. Of course ilikuwa nyingi siku hizo, ni kama 150 za leo. Na mzee akanibariki, akanitemea mate. Ukiona mtu hasikii language ya kuongea, ataelewa RAF. RAF hakuna mtu haelewi. Mke wako ukiona hata mkiongea hashiki, rudi pande ya RAF. RAF language everybody understands in the world. Hata paka inaelewa. Hata ng'ombe ya Masai ukitaka ikusikie, uikamue, usienda kuinenea, itakugonga. Enda uipapase. Ukiambia hey, guno. Naona ng'ombe imefunga macho hivi, isikie hiyo RAF. Hiyo ng'ombe itakuwa yako. Ni kweli ama si kweli? Hata kuku zinaelewa RAF. Hata sugura, hakuna mnyama haielewi upendo. Hata nilienda mahali nikakuta umbwa, na ni umbwa baya, nikaanza kucheza naye hivi, ikawa rafiki mpaka inakuja hapa kwa miguu yangu, mpaka watu wananiuliza, kwani hii umbwa ilikuwa yako zamani? Haikuwa yangu, ni RAF nilionyesha ika understand. Hapa hakuna mtu haelewi RAF.
Na ujue unaelewa, hata saa hii tumekaa hapa kwa kanisa, mtu akikuangalia, alafu unaangalia hivi, unaona amekuangalia tena, si kuna vitu zinaanza kuinuka ndani yako. Kayaleda hata hii anataka nini? Na ni kwa ibada katikati. Bwana ananiangalia mara 3. Kwani anataka nini? Kwa sababu watu wengi dunia hii wanateseka kwa kukosa kitu kinaitwa rafu. Na dini ya uongo haifundishi rafu. Amen. Dini ya uongo haifundishi nini? Inafundisha watu kufinyilia watu. Na kwa hivyo nimewambia mambo hayo yote ndio mpendane. Na hii watu unaona wamefika hapa kwa kanisa, love them. Hata kama wako na kasoro nyingi. Wengine wako 3/4 Holy Spirit, 1/4 ni devil. Please love these people. Amen. Hata yule anakuja simejaa mpaka juu. Nilikuwa nahubiri siku nyingine, mtu mwingine anakuja hapa bio. Ananiambia leo tutamalizana. Hata ni asasi walinisaidia tusimalizane mbele ya watu. Si leo ndio pastor mkubwa hapa Kenya. Sasa ningesema kwamba huyu mtu ako na mashaitani, kwanza mpeleke polisi. But I took care of him. Within the next few years he became a servant of God. Amen. Kwanza hapa ukijua mtu ako na ukimwi, hata salamu akikwambia Bwana asifiwe, unamwambia niko busy kidogo nitakuja. Nani alikwambia ukimwi unaambukizana na mikono? Unaambukizana na mikono? Pastor Maura. Ukimwi hauwezi kuambukizana na mikono. Kwanza ukisikia mtu alikuwa ameolewa miaka 6 alafu akawacha, salamu zimefikia hapo. Akawacha ya miaka 6 na mimi sitamsalimia tena. Hata huyo ukimuona anakuja kwa pastor kuombewa, unauliza sasa yule anaenda pale kuombewa na pastor kitu gani? Please. Vile ulitupata utupende hivyo. Maana kule mbinguni hakuna relative anatukaribisha. Ni Bwana Yesu. Na Bwana Yesu alisema mwisho wa amri ni upendo. So washa sasa nimalize hiyo mistari imebaki hapa michache. Verse 7, kuna washirika wanajifanya walimu wa sheria. Imeandikwa. Wanapenda kuwa walimu wa sheria ingawa hawafahamu wasemayo wala mambo yale wananayo kwa dhabiti. Usikuwe mwalimu wa kufundisha washirika wale wengine. Na kama unataka kuwa mwalimu wao, please enda shule usome. Enda usome shule za Biblia, ujue Biblia inasema nini. Lakini usishike mtu unamsomesha. Unamwambia hata badala ya usubuana na your husband, unaweza kumwasha ukae hivyo. Akikaa hivyo, utakuwa husband yake wewe. Unajua wanawake wakiwa na hasira wanasema mambo mengi sana. Hata mmoja aliniambia niwekelea mkono, nimemali sana na wanaume hapa duniani. Kamwambia tafadhali dada wetu, hii nyama ikisha hoja wanaume ni baya, itakuaibisha. Akaniambia ukisikia ninakwambia nimemalizana nao, nimemalizana. Nikaona badala ya shida akamalizana na wazee. Miaka 3 baadaye amekuja hapa tena maombi. Nimemwambia unataka kuomba nini? Akaniambia there is this man. Mimi nikauliza sasa, sio uliniambia na mmemalizana na hii watu? Aliniambia there is this man na ni pastor na anasikianga Mungu. Dunia iko na maneno. Ambia jirani asiwe mwalimu ya washirika. Mwambie na kama unataka kuwa mwalimu, uende shule ukasome. Usiharibie watu maisha, si ndio? I wish umekaa na mwalimu mmoja. Si hata ukiwa umekaa hapa unaona ni nani anajifanya kama mwalimu. Anakuja kukufundisha. Biblia inasema kuna walimu hao wanafundisha watu mambo yasiyo mazuri. Hata unasema mimi nilisikiliza akibishop kwa kihubiri, nikaamua nitachukua hatua. Mwalimu naye yako hapa anakuambia, usishukuage akibishop kwa uzito hivyo. Unajua sasa yeye ako na gari, ako na nyumba, wewe hauna. Usimshuke kwa uzito wewe. Hata kuna mtu mwingine aliambia mshirika mwingine, hata akibishop unaonaga anafaanga tunusa kama sisi.
Ni mtu tu kama sisi, ni kujua amejua sana. Na kuna watu wengine wanaitwa interpreter kwa kanisa. Wanasikiliza mahubiri, wanatafsiri. Wanasema hata akisema hivi, niliona mke wake hakucheka. Nikajua anamaanisha. We interpreter, Bwana asifiwe. Usimwasikia interpreter kadhaa. Kazi yake ni kusikiliza mahubiri, akutafsirie pale nje. Ama kesho akuje kazini, akutafsirie. It's wrong. Kila mtu ako na uwezo wa kujua mafundisho ya kweli na ya uongo. Isipokuwa ikuje na mtu ana trust, amuharibie. Na Biblia inasema verse 8, sheria ni mzuri ikitumiwa na njia mzuri. Tukianza kuamini mafundisho ya uongo kwa kanisa kama hii, kile tutafanya ni kufinyilia wanawake. Ukiona kanisa imeanza sasa kufinyilia wanawake, kuwaforce wafae hivi, wakae hivi, imeanza sasa kwenda south. Imeanza kushika barabara ya kwenda nje. Kwa sababu sheria ya kanisa ikibadilishwa isiwe sheria balanced, lazima tufinyilie kina mama. Tuwafukuze vitu ya bere, tuwafukuze huko bere. Hakuna mwanamke anaweza kuongea. Baba. Hizo zote watu wanaonanga kama ni Mungu anafanya, lakini hapana. Yesu alipofufuka, ni nani alimuona kwanza? Ni mwanamke. Mbona hakuona na nyinyi mnasemanga ate ukiamka asubuhi uone mwanamke ate siku yako imeharibika. Na ya Yesu mbona haijaharibika, na ndiye Bwana mpaka leo. Na alitoka kwa kaburi mtu wa kwanza kuona alikuwa female. Nimekusalimia. Hata mtu mwingine aliniambia hapa nimkumbuke kwa maombi. Mke wake analala pande ya ukuta. Wale wazee wako hapa, mama analala pande gani? Tukae kama wazungu. Wazungu mama analala chini, juu, pande. Sisi strictly hapo. Alafu sasa mama ameamka, amemwambia mzee, nataka kuamka, mzee niko na usingizi. Mama ndiye huyo, ni mdogo juu yake ameenda. Amekuja hapa kuniambia mkosi ilianza Jumatatu. Mama aliniruka juu. Nikajua sasa pesa zimeisha. Ndio ninasemanga biguni ni bali. Huyo kuna mtu alimfundisha hivyo, ya kwamba wamama wanaweza kukuruka wamalizie wewe pesa. Sasa sijui tutafanyaje hapa, na tunaombea watu wanalala, wengine wanarukwa juu. Sasa tufanyaje? Sasa nilikuwa namwambia dawa ya kurukwa na mama ni gani? Akaniambia labda mtu kama wewe aniruke. Sasa alale hapa ni mruke. Watu wana maneno mengi. Na unaona ni serious, hata hacheki. Aruko ni bishop. Ni kanso ya mama. Hata mwingine ndugu alikuja hapa akaniambia, mtu wa Mungu nikumbuke. Nimeamka mapema leo kuangalia kwa dirisha, nimekuta mama hapa. Sasa mimi nimeisha. Na leo nilikuwa naenda kutafuta visa, hata najua nitanyimwa, na alinyimwa, maana hiyo ndio imani yake. Sasa nikamuuliza tutafanyaje? Akaniambia, wewe ndiye mhubiri, niambie mtu akiona mwanamke asubuhi akiamka atafanya nini? Sasa na wale tumeoa, si mtu ya kwanza kuona ni mama. Amka saa 9 ndiye huyu. Asubuhi ndiye huyu. Sasa mnataka tuwe single ndio tusiwe na mkosi? We must love these women if we want to succeed in the Christian faith. Ndio Biblia inasema mhubiri awe na mke mmoja, kwa sababu ukikosa kupractice kupenda mama, New Testament itakuhengesha. Utakuwa unaona New Testament inasema hivi. Ndiposa leo hatuwezi kuambia wanawake kama Old Testament. Old Testament inasema wanawake wakiwa na periods wasikuje karibu na hekalu mahali watu wanakutana. Mbona New Testament haina kitu kama hiyo? Maana laana hizo ziliondolewa katika imani katika jina la Yesu. Na ndiposa Mungu anatumia wamama kuponya. Kuna mtu alituzungumzia akasema, wadugu na wadada, mimi ni kwa nini ninasikiliza kina mama? Ni kwa sababu ukianguka kwa mto uanze kukubeba, huwezi kujali kama ni mwanamke atakutoa ama ni mwanamke. Mtu yote atakushika mkono akutoe, you don't care. Na sasa dunia inaenda kukwisha. Biblia inatabiri kwenye Old Testament ya kwamba the word was published
The company of women that took it is a great one. Ya kwamba neno lilitolewa, wanawake walioipeleka kuhubiri ni wengi. Huyo ni David mwenyewe. Alisema wanawake watahubiri. Sisi tumesaliwa 1960. Tunasema hawezi kuhubiri. Who is right? Ni yule alizaliwa wakati tulikuwa hatuko ama ni sisi? Hata nyinyi wanaume mko hapa kwa ibada hii. Siku ile utapenda mke wako vizuri. Uache kimidhi. Ndio utapasuka kwenye maisha na uone mali yako ni gani na iko wapi. Kwa sababu hindrance kubwa, una despise mke wako na unasema Yesu ni Bwana. Na Yesu amezaliwa na mwanamke, hakuna mwanaume amemzaa. Imagine unashukia wanawake na ndio wamezaa yule unaita Yesu Mwokozi. Haiwezekani. Na kanisa ni mwanamke pia. Sasa tutafanyaje? Na ndio Biblia inasema love your wives as you love yourself. Upenda wanawake. Unaona? Psalm 68 verse 11. The Lord announces the word. The women who proclaim it are a mighty throng. Can you imagine? Bwana akatoa neno, wanawake ndio walihubiri. That is where we are today. Hiyo ni neno linasema wanawake wahubiri na liliandikwa miaka 700 kuendelea mbele kabla Yesu hajazaliwa. Ya kwamba the Lord will come. He will announce the word in the New Testament. And the women who proclaim it are a mighty throng. Kama umekaa karibu na mdada mwambie utaanza lini kufanya hiyo neno vile imesema. Uliza wanawake hao wamekaa hapo. Na wanawake ndio wanadanganywa sana na wrong doctrine na kufinyiliwa kanisani na kuitwa majina mengi. Hey, women, you must wake up in Jesus name. You must wake up in Jesus name. Ama kazi yenu ni kupika tu chai. Flower girls. Kama unaona mwanaume karibu mwambie kazi yangu si kupika chai na kubeba maua. Nimeambiwa nitangaza injili. Aya, sasa tunapomaliza kwenye mstari wa 8, nasema twajua sheria ni jema kama mtu akiitumia kwa njia iliyo halali. Verse 9, akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haihusu mtu wa haki bali waasi. Hapo imewekwa listi ya watu karibu 10 ambaye wameshika mafundisho ya uongo na dhambi hizo ndizo huwa wanafanya. Mtu akishafuata mafundisho ya uongo, hizi vitu lazima ufanya moja yake. Na inasema number 1, lawlessness. Haupendi sheria. Haupendi anything ambayo inafanya kuwa any rule. Na unajua kanisa iko na rules. Kanisa iko na regulations. Kanisa ya Bwana iko na sheria. Lakini kuna watu hawapendi sheria. Mimi sisikilizagi mtu, mimi nasikiliza roho. Kwanza ukisikia mtu anasema anasikiliza roho, ni number 1, lawless. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Imagine mtu anasema anasikiliza roho na unaona nguo zake vile amefaa, hata roho mwenyewe hawezi kukubaliana na hiyo. Hiyo mixture ya marangi haijawahi kuonekana. Hata shaitani anakimuona anasema mtu yangu kwa sababu ya vile amemix marangi. Na anasema anasikiliza roho. Roho tunamsikiliza, lakini tunamsikiliza akiwa ndani ya watu wale wengine. Saa hii mmekaa chini, kwani mnasikiliza nini? You're listening to the spirit in me. Hamusikilizi roho hewani, ati unakaa hivi unasema nasikia kitu. Roho ameingia ndani ya mtu. Akiongea tunamsikia. Lakini kuna watu rebellious siku hizi, they don't want any law. Hata kanisani ukisema hapa hamtafanya hivi na hivi, hiyo kanisa baba. Number 2, disobedient. Mtu ambaye ameshika mafundisho ya uongo kidogo, we must exercise disobedience. Mtu ambaye hatii naturally. Na ndio divorce imekuwa nyingi kwa sababu wanawake hawatii tena. Wanaume hawatii tena. Sasa tukikutana watu ambaye you can't obey the other one, you must break marriages. Number 3, ungodly. Watu wasio wataratibu. Watu wa makafiri. Makafiri ni watu gani? Ungodly.
Anaweza kukula kitu chochote na akunywe kitu chochote. Akianza kutukanana, hata mtu mmoja aliniambia, mke wangu nataka ujue ni mbaya, lakini wewe pasta haujui kwa sababu unaangalia kipawa. Unajua huyo dada anakuja hapa kwa kanisa, anasimama anasema, watu wa Mungu sikilizeni vile Roho anasema. Roho anasema kuna watu 18 kwa hii kanisa wamekuja hawajaokoka, wenye dhambi, wamezungukwa na manyoka, wakuje pale mbele waokoke. Wote wanakuja hapo 18. Lakini mume wa huyo madam ananiambia hii ni shetani nusu na Mungu nusu. Sasa nimemwambia aende na tape recorder anitepie mama akitukanana. We. Na alikuwa anatukanana speed kama sharahani. Speed. Nilimsikiliza nikamwambia sio yeye. Akaniambia ni yeye. Ni yeye prophet wako. Alinitoa gia sana mpaka mzee alikuwa ananiuliza, na wewe ng'ang'a unasikianga Mungu kweli? Au. Na ni madam tu anafanya watu wa suspect sisikiangi Mungu. Na ninasikianga. Lakini Mungu hapeanangi mshene. Mungu hawezi kukuja aniambie fulani yako hivi na hivi, fulani he can't do this job. Hiyo tunaweza kufanya hapa Nairobi kama my expert. Hiyo Mungu hawezi kufanya. Sasa na mzee ananiambia kama unasikianga Mungu ungejua my wife hivi anatabiri ni shetani anawadanganya. But she was talking the truth. Lakini nyumbani na wadada wamenyamaza. Ni mimi tu nimeona wamenyamaza ama nyinyi mnaona wadugu mkiwa kuko wamenyamaza ama hawajamenyamaza? Wadada Bwana asifiwe. Hivyo ulivyo hapa ndivyo unakuanga nyumbani. Wadugu mnasemaje? Bwana wadugu wamesema hapana. Sasa hivi ndivyo unajipima. Niko na mbegu kidogo nilikunywa kwa mhubiri fulani kudiposa na kuanga disobedience na kuanga na kutotii kiasi na kuanga ungodly. Kuna wakati na misbehave kabisa na tukanana nasema vitu nyingi. Alafu hiyo ingine inasema wasiomcha Mungu, sinners, unholy, profane. Profane ni watu ambaye hawana shughuli na Mungu. Na Kiswahili kinasema wapigao baba zao. Umewahi kupiga baba yako? Unaweza kupiga baba yako physically ama na maneno. Huyo mzee naonanga kama hana akili zote. Hiyo ni kupiga baba yako ambaye alitumia hizo akili kukuleta hapa. Na Biblia inasema usitukane mama yako akiwa mzee. Wale ambao mama zenu wamezeeka, please be careful. Ukishukia mama yako ama umurani wakati yako mzee, Biblia ina specify hiyo ni kosa ambaye Mungu atadili naye na wewe. Kwa sababu huyo mwanamke ndiye alidecide ukuje. Amen. Wanaume wengine hapa unaona wamevaa koti kama hii yangu. Ukifika kwa nyumba lazima uitoe, ni mzito. Unaitoa haraka. Na ukiitoa unakaa chini unasema sasa imagine kubeba hapa mtoto wa kilo 4. Mama anaenda na wewe kwa shule, anaenda na wewe kwa soko, hata kanisani aliabudu kwenda mbele na nyuma ukiwa hapa. Na akifika nyumbani hakutoi. Alafu uimagine. Uimagine mama alilala namna gani kwa kitanda ukiwa hapa kwa tumbo. Miezi 9 hawezi kulala na tumbo. Miezi 9 unamsubua. Alafu kuzaliwa haukumuasha. Unanyonya yeye kama nini. Na unaleta shida hata usiku saa 8 unataka kunyonya tena. Alafu sasa unasimama unasema woman. Ndio unasikia Mungu anasema hiyo ni kosa ya wewe na yeye. Mdeal nyinyi wawili. Unatukana mama yako akiwa amezeeka. Unaona kama ni mjinga. Hiyo ingine naye inasema wapigao baba zao na wapigao mama zao. What is your relationship with your mother depends on kusikiliza wahubiri wengi na ukasikiliza wengine wako na uongo na haukujua. Ile shida tuko nayo hapa duniani ambaye ni kubwa sana.
ni unasikiliza mhubiri na ako na mafundisho ya uongo, lakini hauwezi na sikio yako kudisani ako na uongo. Kwa hivyo anakuigiza hiyo uongo. Then later on utaona ukiwa na madharau mengi kwa your wife, madharau kwa your husband, madharau kwa your mother, your father. Kama kanisa hii inafundisha mafundisho ya kweli, inatakikana ndoa zile zinafujika hapa ziwe very minimal or ziwe not there. Na kanisa ikianza kufundisha uongo, saini ya kwanza ni divorce vile zinaanza. Inakuwa na divorce nyingi. Kwa sababu uongo hauwezi kumaintain nyumba za watu. Na mwanaume akishika uongo, ile kitu ya kwanza mwili yake inamwambianga ni kuondoa female ile ikakaribu na yeye. That's why we should be very careful. Ya kwamba tushike mafundisho ya kweli, na kama tunaenda kwa internet kuangalia wahubiri wengine na kusikiliza watu wengine, tuwe careful. Tusifuate mtu wa nchi nyingine na ako na mafundisho ya uongo, maana itatufukusa tutoke kwa kazi ya Mungu. Kuna mtu mmoja aliniambia mhubiri fulani ameanza kufundisha mambo isiyo ya kweli. Nikamwambia ni makosa tu, nikukosea kidogo tu, ameanza kufundisha mambo imeenda kando kidogo, na yeye anaona kama ni kweli, na anajitetea na mistari ya Bible. Sasa huyu mhubiri alikuwa akaniambia hawawezi kumaliza na mke wake miezi 6. Nikamwambia mke wako wanapendana, hata wanahubiri. Akaniambia ukisha shika mahubiri ya uongo, mtu wa kwanza ambaye utataka kuondoa hapa ni mtu anaitwa female, maana atasense hiyo change ya spirits na ataanza kukuuliza maswali. Ndio asikufuata sana. Nikamwambia I know huyo brother alikuwa anapenda mkewe. Mimi hata nilipomkuta wanaongea na mke wake na nini, he was a very good brother. Lakini hata haikumaliza miezi 3. Mama aliniambia, mzee aliniambia niondoke. Ati roho amemwambia ni mimi na interfere na line. Ukishika mafundisho ya uongo as a man, you will divorce your wife. Ndipo na sisi tunaambianga washugaji wetu hapa ya kwamba mshugaji akianza shida na mkewe, hatumpatiange kazi ya kuhubiri tena. Kwa sababu tunajua ya kwamba kuna mahali ameshika vitu ambazo si za kweli, na sasa ameanza kusikia the female is a bother. Mke wake ni bother, anataka aondoke. Lakini hafukusi wanaume, ni females tu. Kwa sababu zina question. Hivi unafanya? Goes a white. Hiyo ingine ni gani? Inashika watu wakiwa na mafundisho ya uongo. Verse 10, uzinifu, adultery and fornication. Kanisa kama hii tukiruhusu mafundisho ya uongo iingie, then people will start committing adultery and fornication. Ile kitu kinatuzuia tusifanye hivyo ni kushika doctrine ya kweli. Tukikosea watu wanaendaga njia hiyo. Niliona pastor mmoja alikuwa rafiki yangu. Huyo pastor alikuwa mahubiri yake anafundisha habari ya fornication na adultery. Hata ni yeye nilisikia naye, maana nilipookoka nilienda kwake, nikapitia kwake akifundisha. Nikamsikiliza sana. Very strict man of God. Siku ile alishika mafundisho ya uongo, akaanza kuifundisha. Hata mimi nimemuuliza, hiyo mambo unafundisha si mazuri? Akaniambia, wewe unajua wewe ni mtoto, hiyo mambo nafundisha nataka watu washike. Akaanza kufundisha watu mambo mpaka tunamwangalia hivi kwa kanisa hatumwamini ni yeye. Next tulimshika na msichana. Sasa ndio watu walikuwa wanamwambia, we can't believe it is you. Akasema si mimi ni binadamu. Nilienda kwake, nikakuta mke wake na msichana wako wawili kwa nyumba. Nikamwambia, mtu wa Mungu ni wewe? Hawa wanawake wawili. Akaanza kuniambia uzuri ya two wives. Akaniambia huyu akikosa kunitii, huyu ananitii. Huyu akininyamasia, akaniuliza si wanawake wananyamasianga mtu? Hawawezi kukunyamazia wote wawili. Ukinyamaziwa na huyu, alinipa advantage ya wake wawili mpaka nikaanza kumwambia na kweli hapo siku nimeangalia. Akaniambia, tawae nganga unahitaji wangapi?
Nilisikiliza vile akaniambia turudi kwa maandiko. Na kwa sababu ni mhubiri wa zamani, kuniambia turudi kwa maandiko ataniweza. Kaniambia turudi kwa Bible. Nikamwambia kuna mahali nilikuwa naenda, wewe wacha nikimbie nirudie hapa. Akaniambia baba ungekunywa chai. Nikamwambia please, unajua ni kwa nini nilianza kukimbia? Nilikuwa nimebakisha hapa, nimwambie na mimi nitafutie. Kwa sababu mafundisho ya uongo huwa mtu anaambukisha mwingine isiri. Na ndipo Biblia imetuambia asubuhi hapa tukisoma ya kwamba mtu akiwa na mafundisho ya uongo usimsalimie na umuavoid. Avoidance. Why? Because you are able to be recruited. Angani recruit. Mimi niliokolewa na kutoka haraka. Na alinifuata mpaka nje. Utarudi lini? Akaniambia nilikuwa nataka tufanye Bible study. Tuangalie vizuri, tuone kwa nini watumishi wote wa zamani wa Mungu hawakuwa na mke mmoja. Na ndio tunasoma Biblia yao. Na nikaona na kweli. Si Musa alikuwa na wawili. Ameandika kitabu gani? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Akaniambia na Ibrahim. Akaniambia na Suleiman. Akaniambia na Jakubu. Nikamwambia ni sisters. Akaniambia unaona, alikuwa na sisters wawili na Mungu anaitwa the God of ni miguu inanisaidia. Nilikimbia na miguu maana sasa alikuwa ni mtu anaelewa Biblia lakini ameishika opposite. Na Mungu alinisaidia. Sasa nilienda kumhubiria miaka karibu 10 baadaye. Nikakuta amebaki na mmoja, walipigana wote wakaleteana shida na hapo ndipo nilimgeuza akarudi kwa Mungu. Lakini ningependa niwaambie kwamba mafundisho ya uongo kuambukizwa ni dakika moja. Usijifanye shujaa mbele ya mtu anafundisha mafundisho isiyo ya kweli. Tena unasema nobody can change me. You can be changed. Ukiona Biblia inasema usisalimie mtu, please don't. So ukiona kanisa watu wameanza kufanya uzinzi, kwaya wameanza kufanya fornication, adultery, ushers wameanza kufanya, some wrong doctrine has entered into the church. Na hiyo ndio inafanya watu wakoseane heshima. Watu wako kwa kanisa wanakosea wale wengine heshima, wanachukua wake za watu, wanachukua waume za watu, vijana wasishana, na wanakuja wanaendelea na ibada hawaoni kama ni kitu. Kuna mtu alikuwa anafundisha anaambia washirika, kuna mtu anatusubua, Bwana asifiwe. Kabla tuende nyumbani tushikane mikono, apumzike. Wanashikana. Hiyo ni wrong doctrine. Wanashikana wote kwa kanisa. Sunday inakuwa matangazo. Yule mtu tuliomba pamoja apumzike. Amegongwa na ngali Friday na Mungu abariki sana. What is that now? Wengine wanasema unasikia huyo ni mtu wa Mungu. Amesema mtu akufe na amekufa by Friday. Let me tell you. Huyo mtu alikuja kuniambia hivi. Wewe pastor unafanya nini kwa kanisa lenu? Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia hii msichana anatuibisha sifa kwa kanisa. Jana alikuwa tulikuwa na kesha. Alikuja saa 7 ya usiku. Na ndiye alituibisha, tulikuwa tumemkosa mpaka wakati aliingia watu walipiga makofi. Lakini asubuhi akaona pastor akamwambia unisamehe. Nilikuwa kwa my boyfriend. Uniombee nisirudi kwenda huko. Akamwambia na mlifanya usharati kabla huja kuja kuibisha? Akasema ndio tulifanya. Na unajua mtu akifanya usharati sasa nyimbo hizi tunaibisha hapa. Mambo ya kumufu mwili haikuangi sasa na adabu. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Unaona kama ni music inakuja hapa na kumbe si music. Nike modo. Nike mtu kinatuharibu hapa. Wanaume fanya hivi. Shika mwenzako, shika mwenzako, shika mwenzako. Unachika. Kumbe ni safari tunapelekwa hapa na shaitani. Isidwe katika jina la Yesu. Anatuibisha hapa, anatoka moshi ya kulala kwa boyfriend na yeye ametupeleka kwa music ndani. Nikamwambia sasa ile mambo mnafanyanga kwa kanisa ndio inalete aibu hiyo kwa madhabahu. Na mtu mwerefu huangalia kwa kanisa. Ukiona usherati umeanza, unajua kuna kitu kimesneak in. Next
ni uongo, kudanganyana, uongo. Hiyo ingine ni wazinifu, wafiraji. Wafiraji ni nani? Hiyo ni Kiswahili ya kusema wewe ni ndugu hapa kwa kanisa, unaona ndugu mwingine vile mwanamume hupendanga mwanamke, unampenda hivyo. Yaani unasikia mumeingia kwa upendo wa mapenzi na mwanamume mwenzako. Of them that defile themselves with mankind. Na wanawake wanaanza hiyo kwa kanisa. Unaona mwanamke badala ya aone mwanaume awe attracted kwa mwanaume kimapenzi, anakuwa attracted kwa mwanamke mwenzake. Kwaja huyo mdada akipita hapa, unaona dada huyo anamwangalia na macho ya vile wanaume wanaangalianga wanawake. Nasema yule mdada nikimuona nasikia mwili unayeyuka. Unayeyushwa na wanawake na wewe ni mwanamke. Isidwe pepo. Unawezaje kuyeyushwa na wanawake na wewe ni mwanamke? Hata wewe ni mwanaume kama mimi. Unaona ndugu akipita hapa, unaona na mdomo na macho. It's wrong. Yaani kusema ulishika mahali mafundisho ya uongo, ndio sasa unasikia kufanya kitu kitakasirisha Mungu ambacho kilifanywa Sodom na Gomora. Mnakumbuka Sodom kulikuja malaika wawili kutembea, watu wa Sodom wakasema wanawataka. Ni makosa sana mwanaume kuguza nywele ya mwanaume mwenzake, namwambia hii na uko na nywele mzuri. Na wewe hii ni biceps. Biceps ni hizi. Naguza hivi. This is very wrong. Hiyo ni kusema kanisa imefunguka mlango, shetani ameingia. Tumeanza kupendana wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani ana behave namna gani nikiongea maneno haya. Anakamua vidole. Kiona anafanya hivi. Unawezaje kufanya hiyo maneno na uko kanisani? Na nimeyaona kwa church. Niliwaambia nilienda kanisa fulani kuhubiri. Ile msichana anatuibisha nyimbo, mimi nilikaa pale mbele. Ninasikia namshukia, sitaki kumuona. Namshukia mpaka nikawaambia Mungu, ninaomba Bwana unihurumie. Hii kanisa nimekuja mara ya kwanza and I hate that girl. Why would I hate a girl who is leading us in worship? Sasa hiyo naye anatuongoza hii nyimbo ya matendo. We bow down. Anatuambia bow down. Tunafanyizwa exercise hapo na PE kufanyizwa. Na mimi nasikia kama ninaweza kutoka alafu nirudi. I don't like her. Paka nikaona siwezi kuondoka kwa kanisa hiyo hivyo. Nikamwita nikamwambia msichana, umetuimbisha vizuri sana. Akasema thank you. Nikamwambia lakini I don't like you. Moyo wangu kabisa haukupendi. Na ninataka nikuombee maana sijui kwa nini sikupendi. Akakaniambia ninajua kwa nini haunipendi. Nikamwambia unajua ni nini? Akaniambia mimi ni lesbian na ninapendananga na wanawake wengine, na hiyo kwaya yetu nimerecruit karibu 3/4. Hata tukimaliza ibada tunaendanga room moja, tunatoa nguo zote, sijui. Sasa hiyo kametuibisha. La 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 la. Kana tuambia tufanye hivyo. La 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 la. Kuba ni recruitment inaendelea na sisi hatuelewi. Shidwe pepo. Unajua hizo kitu haikiwezi kuzuia gift ya music. Haiwezi kuzuiliwa. Alafu kwa sababu pastor hajui, anaanza anasema dada hiyo nyimbo ulikuwa unatuibisha kuja ibisha stanza ya mwisho moja. Nasikia pastor hauge kaita, I don't like her. Lakini pastor anakaita na anasema tuonyeshe na vitendo. Na akanafanya hivi. La. Na hiyo nguo zake amevaa hapo zimemshika kama stima. Wale wanakuanga hivyo saa hii na wako kwa hii kanisa hawanipendi. Ukisikia haunipendi, ni Yesu yule iko ndani yangu haupendi. Afadhali unipende. Imagine tufike biguni zote tumefika hapo. Watu wa CFF. Alafu kusemekana watu wote walikuwa wafiraji. Wote walikuwa wanafanya mapenzi na wanaume na wanawake. Kujeni pande hii. Tunasema washeni tuone ni kina nani. Alafu tunaona nyinyi mnatokea.
Paka mama yako anajishika mdomo. Lego wajiko kaka Nairobi. Johnny. Hivyo ndivyo ulikuwa unafanya Nairobi. Na kama unafanya hivyo, umeshikwa na roho ya mafundisho ya uongo, na ukikosa kuiangusha, you will be destroyed. Ingine ni gani hapo? Wewe lazima kuwe na tofauti ya kanisa na dunia. Ni kweli ama si kweli? Hatuwezi kufanya kama dunia. Bwana asifiwe. Yes. Na ndio tunasukuma watu hapa wafai vizuri, lakini bado watu Nairobi hawapendi kuvaa vizuri. Afadhali ufae nguo baggy because of Christ, kuliko unavaa nguo zingine na kumbe ni recruitment unafanya. Kwanza angalia jirani vile amevaa. Is it okay? Mwambie kama ni okay. Kama si okay, mwambie praise, try to improve. Mwambie usiharibie akibishop kanisa yake. Mwile tell them. Hawezi kukugonga, acha si wako wa kutosha. Level limwaura ni mwambie vizuri. Ni vizuri kuambia. Yes. Na wakati tunasikia mambo kama hayo inasema iko kwa kanisa, we feel very bad in our hearts. Ati kuna ladies wako kwa kanisa na ni lesbian. Na ndio wana dance, tunasema ati wana dance ya David, lakini wanawake kutigiza hapa kiuno, it's not David dance. Mwanaume hajatengenezwa vile. Hata nikitaka siwezi kufanya kiuno hapa ati nifanye nini? Kwa sababu wanaume hawajatengenezwa hivyo. Lakini sasa hizo nyimbo zimekuja kwa kanisa. Kumbe hivi unaona mtu akirudi nyuma hivi ati ni kudance. Kumbe ni recruitment anafanya, anatafuta customer. Asidwe pepo katika jina la Yesu. Hata hakuna mahali imesemekana kwa Biblia na wanawake wakaanza kutingisa huko nyuma kwa ajili ya Mungu. Kunaye. Inaitwaje na Kiingereza? Kutingisa huko nyuma inaitwaje? Hamjui? Kwa hiyo mnajua ni baya. Na mbona mnaifanya? Nimeenda kwa harusi nyingine. Hivyo ndivyo wanawake wanafanya. Wanarudi nyuma na wanarudi wakiwa wanaangalia mahali tumekaa. Sasa unashindwa, utaangalia huko, utaangalia Bible, utaangalia mbinguni, utafunga macho na nguo zimeshika kama nini. Na wamerudi wanatetemeka hivi. Mimi niliambia mke wangu, wacha tufanye hivi. Tuondoke pale nje kidogo alafu tutarudi. Hiyo ingine ni gani? Wafilaji, waibao watu, kidnappers. So kanisa tukicheza utaanza kusikia watoto wanakuwa kidnapped, mtoto wanapotea kanisani, na ni spirit ya kidnapping imeingia kwa church. Na imeingizwa kwa sababu ya wrong doctrine. Hiyo ingine naye ni waibao watu, waongo, waapao kwa uongo. Na likiwepo neno lingine lolote lisipopatana na mafundisho yenye uzima, kama vile ilivyo neno katika habari njema ya utukufu wa Mungu, ahimiduaye niliyowekewa amana. Kwa hivyo Paulo alifanya bidii kuambia watu ya kwamba mafundisho ya uongo wawashane naye. Na mimi natia bidii leo kuambia mafundisho isiyo ya kweli washanane naye katika jina la Yesu. Toshekeni na imani ndani ya Yesu. Washana na chumvi, washana na maji, washana na mafuta, kitu yoyote inaweza kutega wewe, washana naye. Fanya ile kitu tu Biblia inakubali. Hizo zingine washana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu sasa hii ni kanisa, washa kubadilisha. Hii kanisa tukicheza naye utaona watu na uniform. Hata nimeona kanisa nyingi za CFF wanawake wameweka kitambaa kimeandikwa hapa. Na mimi sikuwafundisha hivyo. Sasa hata nilienda kanisa lingine nikawaambia, watu wa PCA wote wamejaa hapa Women Guild. Kaniambia hii ni CFF Guild. Paka unashindwa sasa tutafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuko karibu kuambia wanawake wote hapa wafae vitambaa, walefushe nguo na wafae nguo zile zinafaliwa siku hizi ati ndio pastor asiagushwe. Niliuliza mama mwingine, "Mama, kwani umefanya namna gani?" Akaniambia, "Mtumishi wa Mungu, hauna ufunuo?"
Nikamwambia nipe ufunuo. Akaniambia sasa ufunuo ni kwamba nikifaa hivi, unaona hivi nimefaa. Wewe kama mwanaume hauwezi kuangushwa na mimi. Wadada, Bwana asifiwe. Mtu anaangushwa na mwanamke kwa sababu ya vile amefaa. Haya. Hapo nimefikisha, ndio nitafikisha.